hali, na wale watu wanataka kumnyang'anya kile kitu ambacho amebaki nayo. Wakati mwingine mwanadamu anapitia shida, mwanadamu anapitia hali ya mateso. Unapata ya kwamba ile kazi ulikuwa unategemea imeisha, maisha sasa imeharibika. Lakini mwanamke huyu, wale watoto wake ndiye walikuwa wamebaki kama the last chance, na wakiwa ndio wamebaki kama chance chake cha mwisho, wale watu wakawa wanataka kumnyang'anya. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama uliipata na mtu ambaye maisha yake iko na shida na kile kitu amebaki nayo ya mwisho, kuna adui anataka kumnyang'anya. Kuna adui anataka kumnyang'anya. Na mwanamke huyo alikuwa katika hali ya kukata tamaa. Hali ya kukata tamaa ni ile hali unapata ya kwamba mtu amefika mwisho. Yule mtu hatua yake ama mahali anasimama sahi ako mwisho. Ajui cha kufanya, ajui mahali pa kwenda, kwa sababu maisha yake imefika mwisho. Ndiyo tunaona ya kwamba yule mwanamke ambaye mtu wa Mungu alienda kwake, akasema ya kwamba hakuna chochote ila tu ni kauga tu kadogo kamebaki, ambao nitapika mimi na mtoto wangu na tukufe. Kwa sababu hiyo ndiyo ilikuwa the last chance. Na ilikuwa amekata tamaa, kwa sababu tayari alikuwa ameshajiandikia kwenye moyo wake ya kwamba mimi baada ya kula hiki chakula nitakufa. Kumbe huo wakati amefika mwisho, ndio wakati Bwana ameweza kufungua njia. Na hiyo inatufunza ya kwamba ile shida mwanadamu anapitia, ile mateso mwanadamu anapitia, sio kana kwamba Mungu haoni. Ile kazi ambayo umesimamishwa, sio kana kwamba Mungu haoni, anaona na anajua shida ya kwako. Inategemea wewe hiyo shida ukiwa nayo umeifanya nini. Na that's why you see this lady, huyu mwanamke mjane, kitu ya kwanza hakuanza kugombana na wale watu, hakuanza kurushiana maneno na wale watu. Kabla arushe maneno kwa wale watu, kitu ya kwanza alienda kwenye madhabahu. Na baada ya kuenda kwenye madhabahu, akitoka kwenye madhabahu, maandiko yanasema ya kwamba alipata jibu la maisha yake. Na sio jibu tu, ule muujiza alipata, hakupata muujiza wa leo na uishe. Hiyo inatufundisha wakati mwingine watu wa Mungu upatwe na dhoroba. Wakati mwingine watu wa Mungu upatwe na shida. Wakati mwingine Mkristo upatwe na shida. Wakati mwingine Mkristo uingie kwenye shida, anaoa kwa ndoa nzuri, anaoa kwa ndoa takatifu, na baada ya kuingia unapata ya kwamba hata mtoto hapatikane. Baada ya kuingia kwa ndoa unapata ya kwamba kila saa ni vita, kila saa hakuna maelewano. Mtu wa Mungu wakati mwingine huwa anashikwa na mashida, huwa anapatwa na mateso, huwa anapitia katika hali mangumu. Na leo nimekuja niongeleshe mtu, nimwambie ya kwamba ile shida ambayo unaiona kwako, sio kwamba watu wengine wapatwe na shida. Lakini mwanamke huyu, baada mjane huyu hakuenda kwa wadai wake kulalamika, lakini alimwendea mtu wa Mungu Elisha. Akamwendea na tunaona akimueleza, akimwambia uko na nini nikufanyie nini? Uko na nini nikufanyie nini? Akamuuliza verse 2, nasema kwamba nikupe msaada gani? Niambie una nini nyumbani? Nikupe msaada gani? Niambie una nini nyumbani? Mwanamke akamjibu, mchakazi wake ana kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Alikuwa amefika mwisho, ajui wale watu watawapea nini. Inawezekana ya kwamba kuna wanawake walikuwa wanamchekelea,
alikuwa anaringa sana na bwana yake. Sasa bwana yake ameanga, tuangalia atafanya nini. Alikuwa anaringa sana na wale watoto wake, sasa watoto watakuja kuchukuliwa. Sasa tuambie ataweza kufanya nini? Lakini Mungu akawa tayari ameshaandaa muujiza wa kwake. Mungu mara nyingi sana utumia kila kitu mtu ako nayo. Kuna mtu anaweza sema ya kwamba biashara yangu ni ndogo, ile kazi yangu ni ndogo, hata sijui watoto watasoma aje, kazi yangu imeisha, mambo yangu imesabaratika, sijui nitaweza kufanya aje, sijui nitaweza kufanya aje. Maandiko yanasema ya kwamba mtu huyo aliweza kukimbia kwenye madhabahu. Wakati mwanadamu anapopatwa na shida, anapopatwa na matatizo, badala ya kuenda kungombana, wakati umeamuka, unajua kuna watu wananipigia simu wananiambia, prophet, mimi bosi amenipigia simu akaniambia nisiende kazi leo, hakuna kazi. Kitu ya kwanza unapopata habari kama hiyo, badala ya kuanza kuuliza kulienda aje, kulifanyika aje, kitu ya kwanza ni vyema kukimbia kwenye madhabahu. Ni vyema kukimbia kwenye madhabahu na kumwambia Bwana, ile kazi niliyotegemea sasa imeisha, sasa mambo imefika mwisho, nisaidie. Inaonyesha kwamba unajielewa na unajua kwamba mimi kwa nguvu zangu ziwezi. Unajua wakati ambapo umempea Mungu nafasi katika maisha yako, huwa anaingililia. Lakini wakati Mungu mwanadamu anapoona ya kwamba mimi ninajiweza, Mungu tu anatoka, anamwacha. Lakini anapotazama anaona ya kwamba mimi kweli nikiwa peke yangu sitaweza, au watoto wangu nikiwa peke yangu, simtazami mwanadamu, sitazami nani atanioa, sitazami nani ataniajiri, lakini ninatazama madhabahu. Mungu wa hii madhabahu akanibariki, Mungu wa hii madhabahu akaniinue, Mungu wa hii madhabahu akanipeleke katika kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ameshakata tamaa, lakini Mungu alikuwa na jibu lake. Alikuwa na jibu lake. Watu hufika mahali wanakosa, wanakata tamaa. Watu hufika mahali wanafika mwisho. Mungu akasisi akaona balama unabikie, nimabikie mwisho. Vile ninapoona mambo yangu imefika mwisho. Lakini baada ya yule mwanamke, kamwambia una nini? Kamwambia enda kwa nyumba yako, kwa chumba chako, jifungie wewe na wanao, na mafuta itaanza kutoka. Na mafuta ikaanza kutoka. Kamwambia enda uombe vyombo, na sio vyombo vichache. Biblia Kikamba ya Shekana nasema ya kwamba sio vyombo vichache. Ya Kikamba ya na time hiyo mibudhu isikuwe michache. Isikuwe michache. Na baada ya kutii, wewe ya mauta wa mali kasuba wa uso wake ya manolongi ete. Na baada ya kupokea muujiza wake, akarudi kwa mtu wa Mungu, akarudi kwenye ile madhabahu. Ni watu wangapi baada ya kusaidika urudi kwenye madhabahu? Watu wengi sana baada ya kuenda kwenye madhabahu, baada ya kusaidika, baada ya shida yao kufika mwisho. Mtu alikuwa ametafuta kazi hapa Tanga, mtu alikuwa anasumbuliwa, baada ya kusaidika akienda, wengine warudi. Lakini yule mtu baada ya kupata msaada, baada ya kuweza kusaidika, aliweza kurudi. Mtu wa Mungu amwambia kwamba enda uuze, na ile ingine tambaki ni yako na watoto wako. Muujiza ukaingia katika nyumba yake, kwa sababu aliweza kuamini Mungu, kwa sababu aliweza kumwamini Bwana. Leo ninakuja nifunze mtu ya kwamba kuna nguvu kwenye madhabahu ya Mungu, kuna msaada, kuna solution. Solution haiko kwa mdomo yako, solution haiko kwa kupiga kelele, solution haiko kwa kusema ya kwamba nitaweza. Solution iko kwa Mungu, solution iko kwenye madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na vile ambavyo unapomuelewa Mungu wako, vile ambavyo unapomuelewa, vile ambavyo unavyomwamini ya kwamba anaweza akabadilisha maisha yangu. Kuna watu wanajua kuomba, kuna watu wanajua kuenda mbele za Mungu. Kuna watu wanajua kuenda mbele za Mungu.
Kumbuka yule mama alichua kuenda mbele za Mungu, licha ya kwamba hata angeenda na sadaka, kwa sababu angetoa sadaka wapi? Kwa sababu kumbuka, alikuwa na manene, hakuwa na sadaka, lakini aliweza kuelewa ya kwamba njia ambayo ninayokwenda kwenye madhabahu, aliweza ndani yake kujinenea, na akaweza kuamini ya kwamba ninajua ya kwamba kuna solution ambayo nitaweza kupata kwenye madhabahu, kulingana na vile ambavyo alivyomwendea mtu wa Mungu na alivyoenda kwenye yale madhabahu.